اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Simama katika viwanja hivi vya Arafa na akasema waqaftu hahuna wa Arafa kulluha mawqifun. Nimesimama hapa na Arafa yote ni kisimamo. Kwa maana hiyo tuna sharaf kubwa sana mimi na wewe kuwepo katika maeneo kama haya. Bali uwepo wa maeneo kama haya, mamilioni ya mahujaji wote, kwa wale wageni wanaweza kuona kwamba labda akitoka nje anaona mahema mawili matatu, lakini hapa kuna mamilioni ya mahujaji na wote hao wanamtukuza Allah tabaraka wa taala. Bali kutokana na nasaha hapa shekhe letu alioniambia nizungumze, haya madhahar ya Arafa inadhihirisha umoja wa Waislamu wote dunia nzima. Allah tabaraka wa taala anasema inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Hakika Allah tabaraka wa taala anasema tumekuumbeni nyinyi kutoka kwenye asili moja ya baba yenu Adam na mama yenu Hawa, mwanamume na mwanamke, kisha tukajalia makabila mbalimbali na mataifa mbalimbali. Lengo ni kufahamiana, na bila shaka haya madhahar sote hapa tumeyashuhudia katika mkusanyiko huu. Lakini Allah tabaraka wa taala akatuzindua kwamba kutoathirika na hayo madhahar, bali inna akramakum 'inda Allahi atqakum, aliyembora mbele ya Allah tabaraka wa taala ni mcha Mungu. Kwa hiyo tutafute huo ucha Mungu. Allah tabaraka wa taala amejalia huo ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni umma mmoja, kama alivyosema ndani ya Qur'an al-Karim, inna ummatakum inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan, hakika ya umma huu ni umma mmoja na mimi ndiyo Mola wenu, basi mniabudu. Wanawazuoni wa Kiislamu wanasema ile ummatukum yani ni dini yenu, dinukum. Ibn Abbas anasema hakika ya dini yenu hii ni dini moja, ambayo sisi sote ni ahlu la ilaha illa Allah, tunamtukuza Allah tabaraka wa taala. Tupo katika maeneo haya kufuata mafundisho ya Uislamu, mafundisho ya dini. Umoja wa Kiislamu ni pamoja na kuitukuza dini ya Allah tabaraka wa taala aliyotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani dini katika maisha yetu liwe ni jambo kubwa, bali hata mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua zake, katika adhkar, akimuomba Allah tabaraka wa taala akisema Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, kwamba ewe Allah nitengenezee mimi dini yangu ambayo yenyewe sasa ndiyo yenye kuniongoza, yenye kuongoza katika mambo yangu, ndiyo inayonikinga. Kupitia dini mtu atajiepusha na riba, kupitia dini mtu atajiepusha na jarima tuzina, kupitia dini mtu atajiepusha na qimar na mambo kama iliyozungumzwa na wazungumzaji waliotangulia.
Tunapozungumzia umoja wa Kiislamu, ndugu zangu, ni pamoja na kufata Islamu sahaba, Uislamu wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akina Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhum, akina Umar radhiallahu ta'ala anhu, akina Uthman radhiallahu ta'ala anhum, na kumweka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbele yetu. Akasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Al-aya, amekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni riwadha njema, kigezo chema kwa yule ambaye anatarajia kukutana na Allah tabaraka wa taala, anayetarajia kuikuta siku ya mwisho. Basi sisi waislamu tuna bahati kubwa, kwa sababu tayari nabii alayhi salatu wasalam amewekwa mbele yetu, kisha tukaagizwa kwamba yeye tumuige. Kisha wakaacha masahaba, akawaachia masahaba kina Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhum, ambao na wao ni watukufu mno. Kwa hiyo lazima, ndugu zangu katika iman, tunapopata fursa kama hii ya sisi kuwepo katika maeneo haya matakatifu, tumtukuze Allah tabaraka wa taala, tujipinde kwa Allah, tulete ile sura kwamba sisi ni waislamu na sisi tunatakiwa tufanye ibada kwa vile alivyotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kadhalik kila mmoja aelewe utukufu wa mtu, watu wasidharauriane. Inna akramakum inda Allahi atqakum, aliyembora mbele ya Allah tabaraka wa taala ni yule anayemcha. Lakini nabii alayhi salatu wassalam katika wasia wake, katika kuelezea umuhimu wa watu kuwa wamoja, ni hadith ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu inda Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna Allaha yarudha lakum thalath, Allah tabaraka wa taala amekuridhieni nyinyi kuyafanya mambo matatu. Jambo la kwanza, an ta'budullah wala tushriku bihi shay'a, ni kumwabudu yeye Allah tabaraka wa taala na wala tusimshirikishe na kitu chochote. Lakini jambo jingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa anta atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, ni kushikamana katika dini ya Allah tabaraka wa taala, katika kamba ya Allah, na wala tusitofautiane. Hablullahi almatin, kamba ya Allah tabaraka wa taala ni Al-Quran. Kamba ya Allah tabaraka wa taala ni Uislamu. Kwa hiyo waislamu watakaposhikamana katika Uislamu sahihi, basi moja kwa moja hiyo ni miongoni mwa sababu ya watu kutodharauriana na kuwa katika umma uliokuwa mmoja, ambao ni umma wa Kiislamu. Na haya madhahar yanatosha kabisa ya sisi kuelewa kwamba tuna nafasi gani mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa kumalizia kwamba, ndugu zangu katika iman, tuelewe Allah tabaraka wa taala ametupa sharaf na ametutukuza, kama walivyotangulia ndugu zangu kuzungumzia, ile kupata fursa tu kuwepo katika maeneo haya ni jambo kubwa sana. Lazima tutumie fursa hii ambayo huenda tusiipate tena, fursa ambayo wema waliotangulia, wacha Mungu wakubwa wenye kheri nyingi, walikuwa wakimlilia Allah tabaraka wa taala katika maeneo haya. Abdullah ibn al-Mubarak radhiallahu ta'ala anhu, moja ya wema waliotangulia, anasema yeye alikuja jioni ya Arafa, nilifika hapa ashiyata Arafa, akamkuta moja ya wema waliotangulia, Sufyanu ath-Thawri, anasema wa huwa jathin
ala rukbatayhi, hali ya kuwa amepiga magoti yake. Jioni ya Arafa ambayo ni siku adhim, Muislam atakikana atumie fursa kubwa. Wa ainahu tahmulan ay tadhrafan, na macho yanabubujika machozi, analia. Sufyan Thauri, moja ya ulama, wambia kwamba ni nani ambaye aliyekuwa mbaya mno katika maeneo haya. Sufyan akasema alladhi yadhunnu anna Allah la yaghfiru lahu, yoyote ambaye anayedhania katika maeneo haya, katika viwanja hivi, kwamba Allah hatamsamehe, basi huyo ni mtu mbaya mno. Yani wewe utatoka katika ile kheri uliyokuwa nayo, utaingia katika ubaya. Yani kwamba watu wanatakiwa wajipinde katika kumtukuza Allah, katika kumuomba Allah na kuwaombea ndugu zetu mbalimbali katika Uislamu na kuiombea nchi yetu na mambo mengineyo. Almuhimu ni fursa adhim sana ambayo kila Muislam atatakana ajipinde katika kumuomba Allah na kumlilia Allah. Fanas'al Allah tabaraka wa ta'ala biasma'ihi alhusna wa sifatihi alula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi kulli makan. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم ارحم موتاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم ثبت أقدامهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mtume akasema wa inna ma'athira ahlul jahiliya, na yale mabaki ya watu waliopita, mawdhu'atun haram, yote tayari yameshapita, illa as-sudana was-suqaya, isipokuwa wale watu ambao wanasaidia kujenga, wanasaidia kulivisha al-Kaaba, wanasaidia kuwanywesha watu vinywaji, isipokuwa hawa hawatakuwa katika wale ambao ni maathiratul jahiliya, katika athari za kijahiliya. Hapa Mtume anataka kuambia zile athari za kijahiliya zote haziko, zitakazobakia ni hizo mbili. Na ndio maana mpaka leo wako watu ambao wanalivisha Kaaba vazi lake, wako watu ambao wanafanya khidma kuwanywesha watu maji. Haina maana kwamba wengi wao ni waumini. Mtume anasema hizi miongoni mwazo ni maatharatul jahiliya. Mtume akaendelea kwa mazungumzo yake, akawaambia sahaba wake, ayuhan nas, enyi watu, fa inna ash-shaytana qad ya'isa min an ya'buda bi ardikum hadhihi abada, hakika ya shaitani amekata tamaa kuabudiwa kwenye ardhi hii iliyokuwa tukufu. Lakini huyu shaitani iyata'a fima siwa dhalika yarda bihi, ikiwa atatuiwa kwa yasiyokuwa haya, atatuiwa kwa mengine yaliyo nje ya hapa, yeye ataridhika bima tahriquna min a'malikum fahdharuhu. Mtume anawaambia anachokitaka ni kuziangamiza amali zenu, mchungeni au kuweni naye makini. Fahdharuhu ala dinikum, kuweni naye makini huyu kiumbe shaitani katika dini yenu. Na ndio shaitani pekee anayewababaisha watu, akawatoa katika ikhlasi, akawapeleka mahala pasipohitajika. Innama shaitanu yukhawifu awliya fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Mwenyezi Mungu anasema mashaitani ndio wenye sifa ya kuwatia hofu watu wa Allah, basi msiwaogope au msiwaheshimu, msiwawekee taa hao mashaitani, niogopeni mimi ikiwa nyinyi ni waumini wa kweli. Mtume katukataza dhidi ya ubaya wa shaitani, la'anatullah alayhi, Mungu amlaani shaitani huyo. Watukufu wa Islam, Mtume akaendelea na maneno yake, akasema katika aya ya Qur'ani, nikikosea mtanika sawa, katika suratu Tauba aya nambari 37. Mtume anazungumza maneno haya kwa kunakili akisema, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudhallu bihi alladhina kafaru يحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما
وليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله. Kama sikosei aya hii katika suratu Tauba aya nambari 37. Hapa mtume anataka kutueleza annasi manake ni at-ta'akhur. Hawa Waarabu zamani kabla al-Islam fi saa al-jahiliya, katika nyakati za ujahili, watu walikuwa wakibadilisha miezi, wakichukua Muharram kuipeleka Safar, wakitoa Safar kuileta Muharram, yani wanabadilisha taratan. Kazi yao ni kuibadilisha ile miezi, kwa sababu wana mambo yao na matukufu yao na vitu vyao wanavyovitaka. Kwa hiyo wanaweza kufanya mwezi wa Muharram uende kwenye Safar na mwezi wa Safar uje katika Muharram. Hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiondoa. Inna az-zamana kad istadara kahayatihi yawma khalaqa as-samawati wal ard. Mwenyezi Mungu tayari zama ameshazipangilia kutoka siku alipoumba mbingu na ardhi. Mtume anaendelea kuzungumza maneno haya, inna iddata ash-shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Miezi ya Allah ni 12. Miezi hii 12, miezi minne Allah kaichagua kuwa ndio miezi mitukufu kutoka siku ameumba ulimwengu huu. Mtume anasema 3 mutawaliya, mambo miezi mitatu inafuatana, wa wahidun baina Sha'ban wa Jumadain, na mmoja uko katikati baina ya Sha'ban pamoja na Jamadul Ula Jamadul Thani, katikati unaupata mwezi wa Rajab, uko peke yake. Hii miezi minne, Dhulqa'da, Dhulhijja, Muharram na Rajab, hii ni miezi minne mitukufu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameitakasa. Allah anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum. Watukufu mtume alipozungumza jambo hili akatoka akaendelea kwa kusema ayuhan nas, enyi watu, inna linisaikum alaykum haqqan, hawa wanawake nyinyi wanaume mna haki nao, walakum alayhinna haqqan, na nyinyi juu yao pia mna haki, wao wana haki kwenu nyinyi. Walakum alayhinna la yuwata'na furushakum ghayrakum, na wao wana haki, wamewajibishwa kutokuingiza katika vitanda vyao wanaume wengine wasiokuwa nyinyi, tayari wameshakuwa halali yenu. Kwa hiyo katika kitanda chake asilale mwanamume asiyekuwa wewe, ilhali mpo katika uhalali. Akasema tena mtume, wa alla yadkhulna, na wala wasiingize ahadan takrahunahu buyutakum, yeyote mnayemchukia katika nyumba zenu. Wakatazeni wanawake kuingiza watu mnaowachukia katika majumba yenu. Haya ni mtume aliyozungumza katika hutuba yake, na si mimi mzungumzaji. Anasema wala yadkhulna ahadan takrahunahu buyutakum, waambieni wanawake wasioingize katika majumba yenu wale ambao nyinyi mnawachukia. Wala yaatina bilfahisha, wala wasije wakaja na mambo yaliyokuwa ya uchafu, wakafanya zinaa, wakafanya yasiyokuwa na kupendeza katika ndoa. Ala kulli hali mtume akawakataza na hayo. Akasema fa in fa'alna dhalik, ikiwa itatokea wamefanya hayo yoyote katika haya, akifanya lolote katika haya, mtume anasema falaqad adhana Allahu, Mwenyezi Mungu amekuadhinisheni nyinyi, falaqad adhana Allahu an tahjuruhunna fil madaji, Mungu anataka muwahame katika vitanda. Watadribuhunna darban ghaira mubrih, na tena muwatandike pigo ambalo sio lenye kuumiza. Fa in ataina au fa in intahaina, na ikiwa wataacha wakimaliza hilo, falahunna lakum qiswatan bil ma'ruf. Mwenyezi Mungu, mtume Allah anataka tuendelee kuishi nao kwa wema. Ikiwa wataacha zile tabia ambazo mtume kazizungumza, ikiwa walifanya lakini wakaamua kuacha, wakaamua kubadilika, mtume anasema basi endeleeni kuishi nao katika njia ya wema. Fastausu bin nisa'i khaira, wapeni wasia wanawake waliokuwa mzuri. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanati Allah, kwa hakika nyinyi wanaume mmewachukua wale wanawake kwa amana ya Mwenyezi Mungu. Wa ahlaltum furujahunna, na kwa hakika wamekuhalalishieni nyinyi tupu zao. Wa ahlaltu lakum furujahunna,
bikalimati Allah, na kwa hakika wamekufaradhishieni tupu zao kwa maneno na kauli Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika Qur'ani, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma. Mtume anatuambia kwa hakika wao mumekuwa ni halali kwenu, basi fastausu bin nisa'i khaira. Mtume akasisitiza kwa kuendelea kwa kusema innama almuslimu akhul muslim, hakika si vinginevyo muislamu ndugu yake ni muislamu. Fala tarji'unna ba'di, msije mkarudi baada yangu mimi tadribu riqab au tadribu ba'dakum riqaba ba'd, ikawa mnapigana wenyewe kwa wenyewe. Almuslim, Mtume anasema sibabu almuslimu alfusuq wa qitaluhum kufr, kutukanana Uislamu ni ufasik na kupigana kwao ni dhambi kubwa. I'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari faanqadhakum minha. Hapa tunahimizwa na Mtume al-i'tisam. Mtume akaendelea kwa kusema ayuhan nas, enyi watu, inna rabbakum wahidun, mola wenu ni mmoja, wa abakum wahidun, na baba yenu ni mmoja, wa annakum wa kullukum li adam, na ninyi nyote ni wa Adam, wa Adamu min turab, na Adam ametokana na mchanga, wa inna akramakum indallahi atqakum, na mbora kati yenu nyinyi mbele ya Allah ni mcha Mungu. La fadla ala ajam, la fadla li ajamiyin wala li arabiyin illa liman ittaqa, juu ya Mwarabu au Mwarabu juu ya Mwajemi, ila kwa mtu atakayemuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alipozungumza maneno haya akawaambia sahaba zake, hal ballaghtu, je nimefikisha? Sahaba wakasema naam. Mtume akamaliza kwa kuzungumza, faliyuballighi shahidul ghaib, haya niliyoyazungumza ayachukue aliyeshuhudia, aende kumfikishia yule ambaye hapa hakuwapo, ayachukue yaliyemfikia aende kumfikishia yule ambaye hapa hakuwapo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna wengi ambao walifanya madhambi kwa siri na kwa dhahiri. Wako ambao walifikia pahali kuwafukuzisha watu katika makazini mwao. Wako waliofanya ahadi kuwaachisha watu na wake zao na waume zao. Wako waliofanya mambo tofauti. Kila mmoja ana zigo la madhambi katika sisi. Na miongoni mwa neema tuliopata ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ni asitri. Mungu katupa neema ya kustiriwa yale tunayoyafanya. Hii ni neema kubwa sana, kwa sababu kulikuwa na umma miongoni mwa umma zilizopita, anapofanya madhambi mtu yoyote alikuwa anaandikwa kwenye paji lake la uso. Asubuhi akiamka anaonekana fulani bin fulani, umekwenda mzini mtu fulani, umemsengenya mtu fulani. Au inawezekana wengine walikuwa wanaandikiwa kwenye milango yao, juu ya milango. Baada ya kuamka asubuhi wanaukuta mlango umeandikwa kutokana na yale makosa aliyomkosea Allah tabaraka wa taala. Lakini neema tuliyopata sisi mimi na wewe katika ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ni neema ya kustiriwa. Tunafanya mengi sana, mengi ya siri na ya dhahiri, lakini insha Allah yote hayo tunataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya leo tutatia raba, tutafuta makosa yote ambayo tulimkosea tabaraka wa taala, tulijificha katika kiza tukayafanya tulioyafanya ya kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini insha Allah tunatarajia kwa arafa hii Allah subhanahu wa ta'ala atatusamehe makosa yetu, atatusamehe makosa ya wazee wetu, na wao watawasamehe makosa yao. Ndugu zangu wa Kiislamu, baada ya kuondoka hapa itakuwa kila mmoja hana dhambi. Atakuwa kila mtu kama alivyozaliwa ni baba yake na mama yake.
anarudi hali ya kwa nyumbani hana dhambi, miuko mweupe mpaka uso wake ukimwangalia anang'ara, anatoa nuru katika uso wake. Kutokana na nini? Kutokana na utukufu wa sehemu aliyosimama bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tujitahidini mahujaji, kuna maisha baada ya kuondoka hapa tutakaporejea nyumbani. Lazima tuzichunge hija zetu. Ikiwa hatukutozichunga hija zetu, kuna baadhi ya wengine au baadhi yetu hatujui kama tutakanyaga tena uwanja huu mtukufu. Hatujui wengine kama Allah atatupa umri wa kuishi tena. Tumetoa gharama nyingi sana. Maskini anatoa milioni 18. Angalijenga banda lake basi bila shaka angalikuwa yuko pazuri, lakini zote anamkabidhi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo jamani, hala na hija, tukaichunge hija yetu. Wale ambao kuna mashaitani minal jinni wal insi huko tukirudi, kuna majini au kuna mashaitani wanaotokana na binadamu na wakijini, wakifika tu hao, kwanza ibilisi naye atasema hapana, naye ataanza kuweka kazi kubwa sana. Ataanza kufunga kibobwe kwa ajili ya kukuharibia ibada zako. Na vile vile kuna watu jirani zako, wafanya kazi wenzako, wataanza kukudharau, mpaka fulani naye kenda Maka. Kwa sababu ukitoka huku unaonana mwanamke ataonekana kama sana Bi Khadija, haonekani kwa yeye ni Tatu, ni Mwajuma, lakini watu watamuona kama ni yeye, kama ni Mama Aisha. Na huku vile vile tutaonekana kama masahaba. Kwa hivyo hala tujitahidini sana kwa ajili ya kudhibiti na kuzichunga hija zetu.